Okay. Mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Karibuni sana katika muda huu mwingine, muda muafaka, muda ule mzuri, muda wa kula chocolate, muda wa kula vizuri. Tunakula karanga, tunakula sambusa, tunakula magimbi, dona na kila kitu. Asante sana, tupo kwenye vishawishi vya kukuletea tetesi zile ambazo zina pamba moto kwa muda huu na zile ambazo zinafurahisha wakati wote. Ni baada ya Simba kuangalia kwamba ni bora wasajili muda huu kabla ya dirisha kubwa kufunguliwa, ili waweze kupata wachezaji muhimu na wachezaji wazuri, ili ikija kufikia dirisha limefunguliwa wenyewe wanaenda Misri tu kujiandaa na pre-season. Kama unavyojua Simba kila mwisho wa mwaka wanaenda pre-season Misri, Cairo au Ismailia kwa ajili ya kujiandaa na michezo au ligi zijazo, kwa mfano ikiwepo ligi ya mabingwa, klabu bingwa na ligi kuu ya ndani ya nchi. Kitu cha kwanza usisahau kusubscribe, kulike na kucomment hapo chini ya video hiki unaposikiliza kwenye YouTube channel husika, ambayo sauti hii ya Fabidigo umeweza kuipata kupitia YouTube channel yenyewe. Kama ni Fabidigo basi subscribe, kama kusubscribe hapo chini subscribe kitufe hicho chekundu, afu vile uweze kugonga kengele ili notification zote ziwe zinakufikia wakati muafaka bila kuzisearch. Kama ni BM Zakaria Online TV basi subscribe hapo chini kwenye kitufe hicho chini hapo, afu fanya hivyo basi wewe hauna haja ya kututafuta sisi. Zaidi ukiwa na MB tu utapata habari zetu zinakufikia hapo ulipo kwenye skrini yako. Habari tulizo nazo leo ni habari nzuri na zinavutia sana. Habari hii ni kuhusiana na kiongozi wa Simba ambaye anahusika na usajili. Baada ya kutoa usajili mkubwa katika dirisha dogo kuwaletea wana Simba wachezaji wazuri, sasa hivi inaonekana kwamba amewasha moto na kwenda sehemu zingine ili kuangalia wachezaji wanaohusika wanaotakiwa na Simba Football Club. Inakuwa ni ngumu kuelewa kwa sababu ni sio dirisha la usajili ambalo tunaliongelea sasa hivi. Simba ina taratibu hiyo ya kusajili wachezaji kabla ya dirisha kubwa au kabla dirisha dogo, alafu wanawaweka ndani ya Simba wanakuwa wanachukua mazoezi, alafu vile wakiwa wanachukua mazoezi baadaye dirisha likifunguliwa wanakuwa wanawaingiza kwenye system. Curtis Magori amekuwa ni kiongozi mzuri pale alipoajiliwa na Simba katika na bodi ya usajili pale ambapo wanahusika na usajili. Yeye ndiye aliyemrudisha Chama, yeye ndio aliyeleta wachezaji akina Oula, yeye ndio aliyeleta akina wachezaji akina Guye, akina Kibabage na wachezaji wote ambao wameingia dirisha dogo na kuonekana kwamba wameleta ufufuo ndani ya Simba Football Club. Hivi jifikirie kama Magori asingekuepo kwa Simba hii tunayoiona sasa hivi katika miezi hii miwili, yani Simba ingekuwaje? Baada ya Magori kusajili wachezaji ikaonekana kwamba Simba sasa hivi inaonekana kuwa ni timu bora. Tukinukuu hivyo kwamba Simba Football Club sasa hivi ina mulika tochi zake au rada zake kuwatafuta wachezaji wengine wa kuziba mianya au kuziba mashimo yale ambayo yanaonekana yako wazi. Kuonekana huko inaonekana ni ripoti ya kutoka kwa kocha Steven Becker wa Simba Football Club pale alipoamua kuandika ripoti na kuambia wale wanaohusika na usajili kwamba wamletee wachezaji wa aina fulani. Sasa tetesi nyingi zinakuja kwamba Simba Football Club wakiwa wanaendelea na michuano ya ligi kuu Tanzania na FA Cup CRDB Cup, lakini bado wana shauku ya kuhitaji wachezaji wengine ambao ni mbadala, yani kuja kuongeza nguvu ndani ya Simba Football kuweza kuwa vizuri katika uchezeshaji, au Simba waweze kuja kuwa vizuri, warudi kuwa salama katika hatua ya klabu bingwa Afrika, kuja kufanya vizuri ili timu yao iwe katika sehemu nzuri. Hivi tunavyoongea kwamba Simba asila zao ni kuonekana kutolewa kwenye makundi, wakati Simba sio kawaida yao kutolewa kwenye makundi klabu bingwa. Na wakiongea hivyo kwamba Curtis Magori na viongozi wenzake wakina Mangungu, wakina Mutaza Mangungu na viongozi wengine kama vile bosi wao Mohamed Mo Dewji akiwa anaonekana kwamba hana furaha kuiona Simba imeishia kwenye makundi.
Kwa kuchukua hatua hiyo, walichukua hatua nzuri ya kusajili wachezaji wengi katika dirisha dogo, na watu wengi wakiwa wanawashangaa kwamba kwa nini Simba ameleta wachezaji wengi. Sikiliza hadi mwisho kipindi hiki ili wewe uweze kupata yaliyomo ndani ya kideo hiki. Okay. Kama vile tulivyokuambia, usisahau kusubscribe hapo chini. Tunaendelea sasa kukupa taarifa. Taarifa iliyopo sasa hivi ni kuhusiana na tetesi za usajili za Simba Football Club. Ukisikia Simba, tulikutajia kwamba kuna Tylan Alakia anamtaka Simba Football Club, na watu wakapokea na wengi wakatufuata na kuongea kwamba Tylan Alakia Simba Football Club wanamtaka. Lakini tukakutajia wachezaji wengine wakina Kibabage, not Kibabage, yani tulikutajia yule Kibwana Shomari kwamba Simba yupo kwenye rada za Simba wakiwa wanamtaka. Sasa hivi tunakuletea mchezaji kutoka ASEC Mimosas, kiungo mshambuliaji ambaye amecheza michezo 19 ya ligi kuu ya Ivory Coast. ASEC Mimosas amecheza michezo 19, amefunga magoli 12, ameassist magoli 5, ana jumla ya magoli 17 aliyosaidia timu yake ya ASEC Mimosas. Kiungo mshambuliaji huyu ambaye anaitwa Sulemani Fofana. Picha zake unaziona hapo juu zikiwa zina slide kwenye kideo kwamba Sulemani Fofana anaonekana kwamba ni mchezaji ambaye yu tayari. Simba wamefungua kitu kuanza kuzungumza naye, yani kwamba amefungua mawasiliano naye na kuanza kuwasiliana naye kwamba ni mchezaji wa aina gani, ni mchezaji wa namna gani, na mkataba ni wa aina gani, ili waweze kumchomoa ndani ya timu ya ASEC Mimosas kuja Simba Football Club. Kumbuka kwamba wakina Oula wote wamekuja kutokana na uhodari wa magoli Clatous Magoli, kiongozi wa Simba. Lakini pia kumbuka kwamba kuna wachezaji kama kina Kibabage wamekuja pale Simba, lakini sasa hivi mchezaji anayetakiwa ndio huyo anaitwa Sulemani Fofana kutoka ASEC Mimosas. Ni kiungo mshambuliaji ambaye ana magoli tayari 17, aliyeweza kufunga magoli 12 na kuassist magoli 5, na akicheza mechi 19. Ukiangalia wastani wa mechi 19 na magoli 17, ujue jamani hatari. Fofana ni mchezaji ambaye anatakiwa na Simba Football Club ili kuweza kujiunga na Simba Football Club katika dirisha kubwa, lakini sasa hivi Simba wakiwa wa kwanza kumhitaji kwa sababu ya Simba kumtaka huyo mchezaji, kwa sababu walishachungulia kwamba ni mzuri. Kama na magoli 17 ya kuassist 5 na kufunga magoli 12 katika mechi 19, kipi ambacho tajiuliza wewe? Na akiwa na miaka 19, kipi kinachokuuliza wewe kwamba huyu ni mchezaji wa aina gani? Na kwa Fabidico TV tunavyoongea hivi, tunaongea kupitia kiongozi wa Simba ambaye anaitwa Magoli. Sasa hivi Magoli akiwa ni vizuri, akiwa anafanya mambo yake. Magoli ameonekana kwamba tangu washike nafasi hili yuko serious kuwaleta wachezaji wazuri Simba Football Club, na alipofaulu zaidi ni kumrudisha kipenzi cha wana Simba Clatous Chama, ambaye Chama sasa hivi wana Simba wanafurahi nao. Kipenda roho la nyama mbichi, Simba bado wanampenda Chama, lakini sasa hivi wanamletea mlisi wao ambaye anaitwa kiungo mshambuliaji. Amesema kiungo mshambuliaji huyu atakuwa mlisi wa Chama ambaye anaitwa Magoli, ambaye anaitwa Sulemani Fofana. Ukisema kiungo mshambuliaji maana yake ni namba 10. Namba 10 ameonekana sasa hivi aliyetulia sana. Namba 10 ni yule jamaa anayejiita Clatous Chama, lakini pia kuna mchezaji Maurice Ibrahim, lakini pia sasa hivi wanamtaka Fofana. Wako serious kwa sababu ni mchezaji ambaye anaonekana yuko vizuri, na bado watu wanaamini kwamba Simba wanaweza kumchukua. Lakini katika vyote tulivyokuambia hivi, kumbuka kwamba hizi ni tetesi na dirisha la usajili halijafunguliwa. Ni tetesi, na kumbuka kwamba tetesi za Simba zinakuwa za ukweli. Na Simba kawaida yao ni kusajili wachezaji nje ya dirisha, yani wanasajili
mchezaji nje ya dirisha, kwamba hawahitaji kusajili mchezaji katika dirisha lile lile, yaani katika muda ule ule, maana wanaogopa competition ile ya pesa. Na sio kwamba Simba hawana pesa, lakini vile ni mbinu zao wanazotumia. Wengi waliamini kwamba Simba imepotea, lakini ndani ya muda mfupi tu Simba inabadilika, na Simba ukicheza nao sasa hivi wanakutawala kila aina mpira. Ni Simba Football Club ambayo tunaiongelea sasa hivi, na kila kitu kimekuwa safi katika upande wao. Endelea kufuatilia Fabidigo na BM Zakaria Online TV. Nasi ni watu ambao tunawaletea habari kulingana na muda wote, tukiwa nusa tunanusa kwenye chini ya kapeti, na yaliyojificha yote chini ya kapeti tunawaleta. Kazi yetu ni kuleta vile vinavyotamkika kwenye kinywa cha watu na kusikilizwa kwenye masikio ya watu, ili tu wewe uendelee kufurahi ukiwa kwenye simu yako bila kuhangaika ni kununua kifurushi tu. Umenunua bando, ufanya kuiswitch Fabidigo TV au BM Zakaria Online TV, utakutana nami, sauti yangu ya Fabidigo ikiwa naongea kama hivi, na utaipenda mwenyewe. Ukiongeza sauti au ukiweka headphone zako siwasumbue watu, usikilize mwenyewe. Lakini share habari zetu.